Wanangu, kwanza tupeane pole kwa lilotufika. Ni kubwa sana na linasikitisha. Kakaangu ananiuma sana. Yaani kuondoka kakaangu na mke wake ambaye ni wifi yangu, naumia sana. Ila nimewaita hapa ili tuwekane sawa kuhusiana na mali. Maana wewe ndio mtoto mkubwa wa kiume kwa kaka yangu. Na mali sasa hivi tunazikabidhi mikononi mwako. Ila mimi nitakuwa nyuma ya mali, nitakuwa nyuma ya uangalizi wa hizo mali kwa sababu nahitaji hata hati ikiwezekana unipe niweke. Maana wewe sasa hivi ni kijana na mambo mengi. Unaweza ukakaa siku 2-3 kaniambia nani hati zimepotea. Kwa hiyo ungenipa tu niziweke na uangalizi wa kunguni niachie mimi kwa sasa hivi. Au nyie mnasemaje? Sawa shangazi, mimi nakusikia na nimekuelewa. Lakini kuhusu swala la hati na mali ambazo baba na mama walituachia, kwa sababu wao walijua mimi ni mkubwa, nina uwezo wa kujiongoza na vile vitu naweza nikakaa navyo, ndio maana wakanikabidhi. Juu ya wewe kusema kwamba mimi nikukabidhi hati, mbona mimi mwenyewe najitambua na naelewa nini nafanya. Hivi vitu mimi naweza kusimamia na kuvitunza. Sasa wewe leo unasema nikupe hati. Kweli ya shangazi jamani. Mimi na uwezo wa kukaa navyo na vikakaa sehemu salama. Mbona viko sehemu salama? Wasiwasi wako ni nini? Shangazi, usiwe na wasiwasi kuhusu uangalizi wa mali. Faridi ni mkubwa sasa hivi. Anajielewa, amekuwa. Atazisimamia vizuri. Alafu isitoshe pia na mimi niko pale. Kwa hiyo nitawasaidia kuziangalia vizuri. Pia kumwangalia kunguni. Basi sawa, mimi nimekuelewa kuhusiana na hilo. Uangalizi wa kunguni sasa hivi utakuwa mikononi mwangu maana bado ni mdogo. Kwa hiyo hakuna kilichoharibika. Nyie kuweni na amani. Lolote litakalokuwa tutaendelea kuwasiliana kwa sababu mimi ndio mzazi wenu yule baba. Najidai wajanja na vimbelembele vya kumiliki mali ya kaka yangu. Nitawafurahisha. Yaani nyie nitawaonyesha, nitawafundisha kwa nini kuku alishindwa kukojoa. Nitawafundisha. Subiri ni muone. Mimi ndio shangazi. Uchawi umewatawala kama nini, hata mpenzi wangu umekuwa saliti, sitokubali.
tunakwenda kuzungumzia kwa kifupi, tutakuwa tuzungumzie bwana, kwa hiyo utaratibu wa huyu mtoto sijui nini. Hayo yote aliyozungumza kuhusu swala la kunguni sio mbaya, alikuwa yuko sahihi. Lakini kwa kuangalia kunguni hawezi kuondoka naye kwenda kukaa naye kwake, sisi wenyewe tunaweza kukaa naye. Alipokuja kuniboa mimi sasa, kuniambia eti sisi tuchukue hati tumkabidhi yeye, kwamba zile mali alizoacha baba na mama hatuwezi kuziongoza au siwezi mimi kuzisimamia. Wao walionikabidhi mimi hati, wakanikabidhi na majukumu yote pale nyumbani, walikuwa wameona, na nafikiri Mungu huwa anaongoza kitu kinachotaka kutokea. Mtu huwa anapewa maono. Mimi sifikiri kama wale walikuwa hawana akili timamu kunikabidhi mimi majukumu ya kubaki na hati na kukabidhiwa majukumu ya familia, kwamba niitizame. Yeye leo hii anasema eti mimi nichukue hati nimkabidhi yeye. Wewe kwanza umeelewaje pale? Mimi ndio hicho nilichokifikiria. Naona kwamba shangazi ameshaingiwa na tamaa, anazitaka zile mali. Sasa toi cha hati sijui nini, hata yule mwenye, ila marufuku kumpa hati shangazi. Hivi kwa akili gani ambayo mimi nitakuwa nimepotoshwa kabisa? Labda aniroge. Hebu tuondoke, labda aniroge. Kama ataipata hati, labda niwe nimekufa. Roho yangu ipo matatani, nataka kuniua kisa mali za baba yangu. Shangazi na baba ndogo mna tamaa, hivi kwa nini hamna huruma? Wewe kunguni? Naam kaka. Changamka basi. Kwa msaliti sitokubali roho ya simamia tu mwenyewe unashindwa. Mimi wakati mwingine nakuwa niko busy. Nimefua shati hata makalamu haya hajafutika kweli bwana. Nashindwa kujisimamia hata wewe mwenyewe. Sasa unaweza kukuta hata chai pengine hujachemsha hata unywa. Bwana. Unaweza kukuta hata chai hujachemsha unywe. Haya. Mimi saa nyingine nakuwa niko busy na shughuli zangu. Baba na mama tangu walivyoondoka, wewe sasa hivi unatakuwa ukue wewe mkubwa. Sipo saa nyingine nimeshakuwa niko busy huko, unakuja hapo na utakushachemsha hata chai, umekunywa, umepumzika fresh. Shati zako unafua sasa mpaka nije nikue mimi mwenyewe bwana. Sasa tunaendaje shule kwa? Tutaacha hapa sasa. Panda kwanza hapa tuondoke. Njoo panda hapa. Sisi tumebaki wawili. Unatakiwa wewe uchangamke. Muda wote unakuwa uko nani tu delay sio fresh hivyo. Mimi saa nyingine nakuwa niko busy na mambo yangu. Hata shule yenyewe utakuja kushindwa kurudi kwa sababu wewe mimi si. Wewe vipi bwana? uchawi umewatawala kama nini, hata mpenzi wangu umekuwa saliti, sitokubali. Dada, ndo mtoko? Ndo mtoko, nataka niende huko kufuatilia madeni yangu. Nimechoka, lakini sina jinsi. Ndugu yangu, bado pazito vile vile. Sasa hapa tushauriane tunafanyaje? Pale kumeshaonekana pazito sana. Kaka yetu inaonekana kuna vitu waliviweka pale. Maana sasa yani muda unazidi kwenda, hamna tunachokifanya. Kila siku hilo tu limetukalia kila siku, miaka sijui zaidi ya 5 tunaliwazaga hilo tu. Sasa pale tukisema tufanye tunalolitaka sisi kwenye ile nyumba, sidhani kama tutawezekana. Ila mimi nilikuwa nataka nikushauri kitu kimoja. Wewe ndio ukambembeleze tumtoe pale kwenye ile nyumba. Kwa sababu tukisema tufanye mambo yetu pale si anabuma kila siku. Yule tukimtoa mle ndani ya nyumba akaja huku kwako, huku dadangu tunamaliza haraka. Akishakuja huku ndo tunapiga vizuri. Yaani huku ndo tunamaliza kabisa. Inabidi tufanye kama tulivyofanya mwanzo. Subiri nikienda hivi, nikirudi nitapitia kule. Alafu nitakuja kukupa jibu. Sasa na wewe hapa using'oke, usiondoke hapa. Chakula kipo? Chakula kipo. Ila ni moja kwa moja mpaka jioni. Haina shida. Sasa fanya yako huko, kuoa utaki kila saa dada. Haya bana dada.
nimeongea jana usiku, mpigie. Simu yangu haina salio. Chukua ya kwangu mpigie. Kama yako haina salio. Unakaa na simu nzuri begani afu una salio mtoto mdogo hivi. Halo. Halo kaka. Habari za huko? Salama za kazi? Hali sio nzuri sana. Kaka, aisee, naomba uje hapa nyumbani kwa shangazi. Shangazi anaumwa. Yaani anapandisha homa kweli, yaani anaoma. Naomba uje mara moja. Lala sasa shangazi, asije akakuta umekaa. Uchawi umewatawala kama nini, hata mpenzi wangu umekuwa saliti. Sitokubali roho yangu initoke. Shangazi anaumwa. Shangazi, kwani ameanza kuuma muda mrefu? Kwani imekuwaje? Mbona moto sana? Muda kidogo, lakini ndio nimempeleka hospitalini, lakini sasa kuna dawa ambazo ameandikiwa, sijaweza kununua kaka. Ameandikiwa dawa gani? Ngoja nikuletee karatasi kwa ndani. Hebu kalete tuone, lete hiyo. Tatizo yanatuandama sisi. Mbaki shangazi yetu ndio wewe tu mmoja tena tukose. Hivi sisi tumeandamwa na jini gani? Jina mizi gani lipo katika ukoo wetu? Sasa hizi dawa pole shangazi, pole. Sasa ngoja ni shangazi, pole bwana. Maji mengi umpe. Sawa. Haya, nakuja kwa nje. Niangalie na pia nikikosa nitaenda nikaangalia kule malingeni. Kaka kimbia basi, fanya haraka. Haya. Roho yangu ipo matatani, nataka kuniua kisa mali za baba yangu. Shangazi na baba mdogo mna tamaa, hivi kwa nini hamna huruma? Uchawi umewatawala kama nini, hata mpenzi wangu umekuwa msaliti. Sitokubali roho yangu ipo matatani, nataka kuniua kisa mali za baba yangu. Shangazi na baba mdogo mna tamaa, hivi kwa nini hamna huruma? Uchawi umewatawala kama nini, hata mpenzi wangu